Kama una tabia ambazo nitaenda kuzimention hapa, jua kwamba una childhood trauma na unahitaji msaada. Tabia ya kwanza, wewe ni mtu ambaye unashikilia sana mahusiano. Yaani haijalishi kwamba ile mahusiano yanakuumiza, haujisikii vizuri, lakini wewe umeyashikilia tu. Na haimaanishi kwamba tu ni mahusiano ya kimapenzi, hapana. Hata mahusiano ya kirafiki. Unakuta mtu hatritiwi vizuri na rafiki yake, lakini amemkumbatia na hataki aondoke. Huyo mtu ana matatizo, anatakiwa apate msaada. Na unakuta mtu wa design hii sana ni mtu ambaye alikuwa kwenye familia ambayo watu walikuwa wanaondoka kwenye maisha yake. Unakuta mamake aliondoka au babake aliondoka. Kwa hiyo akiwa na mtu wa karibu hataki aondoke hata kama yule mtu anamtreat vibaya. Hilo ni tatizo, ndugu zangu. Kitu kingine, kuna hawa watu ambao unakuta hawapendi amani. Na sio kwamba hapendi kwa sababu anajua kwamba hapendi. No, unakuta tu hajazoea kuwa kwenye mazingira ambao hayana amani. Kwa yeye akiwa na rafiki au akiwa kwenye familia ambayo ina amani, anaona kama kuna kitu kina miss kwa sababu kashazoea vita. Na unakuta kwenye udogo wake alikuwa kwenye mazingira ambayo watu wanagombana all the time, watu hawana amani. Kwa hiyo ukubwani akikaa kwenye amani hajisikii comfortable. Ataanzisha hata maneno ya chini chini ili mradi watu wagombane, na vita iwepo. Pale ndo anapojisikia comfortable. Ukijiona una tabia hiyo, unahitaji msaada kwa sababu hiyo ni trauma. Kitu kingine, unakuta kuna wale watu ambao wanajiweka nyuma. Yaani anajihisi kwamba yeye hadeserve kitu chochote kizuri. Kuna watu ambao wanatakiwa wapate alafu yeye wa mwisho. Yes, hiyo ni childhood trauma, wapendwa. Lakini kitu cha mwisho, kuna wale watu ambao ni perfectionist. Kuwa perfectionist sio kwamba ni kitu kibaya, lakini pia kikizidi ni trauma, kwa sababu kuna mtu unaweza kumkuta kwamba anajaribu kufanya kitu fulani, lakini hakifiki mwisho kwa sababu anaona hichi kitu sio perfect. Na mtu kama huyu unamkuta akiwa mdogo alikuwa labda akijaribu kufanya kitu, either wazazi au walezi wake walikuwa wanamwambia no, hicho bado, mbona hicho sio kizuri. Kwa hiyo tayari ana ile hofu ndani yake kila anachokifanya kwamba sio kizuri. Kwa hiyo anakuwa yani hawezi kukifanya kikaisha kwa sababu anaona hichi kitu sio perfect bado. Mimi naweza nikawapa mfano. Unakuta labda mtu anatamani sana kuwa content creator au kufanya matangazo au kufanya kitu chochote kile. Alafu akianza tu labda let's say kurekodi, anarekodi vizuri nini, akimaliza anashindwa kuipost. Yaani hawezi kwa sababu akiangalia anaona bado this is not perfect. Kwa hiyo mwisho siku anaishia kutokufanya kile kitu kwa sababu anasubiria muda ambao anaweza kukifanya kikawa perfect and ever, kitu ambacho hicho hakipo. Kila kitu yani ili uweze kufanya kitu chochote kile ni lazima kiwe yani uanzie sehemu fulani. Kwa hiyo ukisubiria mpaka perfect time au kile kitu unachokifanya kiwe so perfect